Natumai uko poa kabisa. Tunaendelea na chapter 3 ya Rich Dad Poor Dad, na hapa kwenye chapter 3 anatuambia hivi, mind your own business. Jamani, kwenye hii dunia inabidi uangalie kile ambacho wewe kinakuingizia pesa. Ndio maana ya neno mind your own business. Yaani fanya biashara ambayo ya kwako itakuingizia nini? Pesa, sio biashara ya bosi wako, sio ya nani wala ya nani. Sasa hapa kuna vitu anavigusia hapa. Sawa? Anasema hivi, matajiri siku zote wana focus kwenye masuala mazima ya asset. Sawa? Asset. Kumbuka chapter iliyopita tulizungumzia juu ya tofauti ya asset na liability. Hapa. Sawa? Hilo wao wakiwa wana focus na masuala ya asset, ni jinsi gani watakuwa na asset nyingi ambazo zitaweza kuwaingizia pesa. Sawa? Matajiri, yani watu wengine wenyewe huwa wana focus kwenye nini? Kwenye bank statement, kwenye hela yao wataoipata mwisho wa mwezi. Watu wa kawaida ufocus kwenye hela wataoipata mwisho wa mwezi, yani anaangalia sasa mwisho wa mwezi mshahara, mwisho wa mwezi sijui nini. Hiyo haijengi. Ila tunaangalia hapa. Sawa? Tunaanza na jamaa ambaye amegusiwa sawa na kitabu na Robert Kiyosaki. Huyu anaitwa Ray Kroc. Ray Kroc ndo mvumbuzi au ndo founder wa McDonald's. McDonald's jamani, mnaziuza, wanauza baga. Sawa? Wanauza baga. Anasema kuna kipindi wao wakiwa bado wadogo, McDonald's alienda kwenye mkutano mkubwa wa wanachuo. Sawa? Wanavyuo, watu wenye madigri yao kwenye MBA. Amefika pale, yuko kwenye mkutano, akawauliza, jamani nisikilizeni, hivi mnavyoniona mimi mnafikiri nadili na kitu gani? Watu wote wakacheka, wakahisi lile swali ni joke, wakafikiri lile swali ni utani. Akawauliza tena, hivi mnavyoniona mimi mnafikiri mimi nadili na kitu gani hapa duniani? Watu wengine, akatokea mtu mmoja ambaye ni brilliant, akasema hivi, wewe tunakujua unauza hamburger. Sawa? Kwa sababu si ndizo zinazouzwa na McDonald's. Akasema sasa hapo ndo mnapokosea. Hiyo ndo total mistake. Hapo mnakosea hapo. Hapo ndo mnapokosea. Jambo la kwanza, sawa? Jambo la kwanza. Sawa? Mimi sidiri na kuuza hamburger. Vile vyakula vinavyouzwa kwenye McDonald's, mimi sidiri navyo. Mimi nadiri na real estate. Watu kumbe real estate. Akamwambia sikilizeni, mimi kila nchi nina migawa yangu, kila sehemu nina migawa yangu, kila sehemu nina nini? Nina migawa yangu ambayo watu huenda kununua pale nini? Hamburger, kununua na vyakula ambavyo vinauzwa kwenye McDonald's. Akasema ila mimi sio kile kitu ninachokihold pale. Sasa nakufunua akili, huyu jamaa huwa anafanya nini? Mfano kama Tanzania, McDonald's zote unazoziona ni kwamba pale yeye anafanya biashara ya real estate. Kana kwamba anakodisha jengo, akodishi vyakula vile. Sawa? Akodishi nini? Vyakula vile. Yeye anakodisha jengo, hauzi vile vyakula. Anayeuza vyakula ni yule mtu mwenye jengo. Sijui tunaelewana? Yeye anatumia formula ya franchising. Franchising ni kwamba hivi, anakuja anakuambia kwamba wewe utatumia kila kitu brand, jina, kila kitu ni cha kwangu. Sawa? Hiyo ndio franchising. Ila utauza hizo products na kila kitu. Ila yeye akija hapa, sawa, utalipia kwenye franchising, ila utalipia tena na nini? Na jengo lile. Na hiyo ndio biashara anayoifanya yeye, kana kwamba wewe hata watu wasiponunua, ila kodi yake mwisho wa mwezi utamlipa. Hiyo ndio biashara nini? Ya real estate. Akasema watu wengi, mfumo wa elimu tulionao unatupoteza vibaya mno, kwa sababu watu wengi huwa wanaandaliwa kuwa waajiriwa wazuri. Tunaita white collar job, ambazo inabidi uwe mwalimu, uwe askari, uwe roya, uwe sijui nini. Yaani kazi zote ambazo unazijua ni kazi za kuajiriwa. Hiyo ndoa inafanyeje? Inawasumbua watu wengi, inawaumiza watu wengi. Akasema hivi, huu mfumo jinsi ulivyotuandaa ni kwamba hivi, wewe lazima utafanya kile ulichofundishwa. Ndio maana ni vigumu mwanafunzi wa chuo, sawa, mtu aliyefika hadi chuo, kumwambia aanzishe biashara kwa mtaji mdogo. Atakuona wewe unaongea vitu gani? Au aanzishe biashara, anahisi ili awe na biashara inabidi awe na mtaji mkubwa, kwa sababu huko amesoma biashara. Labda kama amesomea biashara inabidi uwe na mtaji mkubwa. Sawa? Huku kija mtaani hata wazo tu ni biashara. Sije tunaelewana? Ila watu wengi huwa wanafanya kitu gani?
wanafanya kazi ngumu, wanafanya kazi asubuhi, mchana, jioni, himradi tu apokee mshahara. Ila mimi wakati niko chuo, mimi nimesomea CBE, nilikuwa nashangaa watu wazima wanakuja chuoni kusoma. Najiuliza, watu wanakujaje kusoma na mbona ni watu wazima? Ila anachoambiwa, huyu anasomea ili apate position fulani, aongezewe mshahara au apate promotion. Kwa sababu ya nini? Vyeti vitambeba. Ila huyu mtu hawezi kujali juu ya ndoto zake mwenyewe, anajali ndoto za mtu mwingine. Ndio maana hapa anatuambia hii kwenye chapter, mind your own business, kwa sababu huyu mtu yuko tayari kufanya chini juu, hili kampuni anayoifanyia kazi iongeze kipato, serikali ikate kodi, sijui yani mambo mengi. Huyu mtu unakuta anastaafu hana chochote, kwa sababu maisha yake yote alifanya kwa ajili ya kutimiza ndoto za watu wengine. Ni ukweli mchungu, hata kama wewe ni mwajiriwa unatizama, inawezekana usinielewe, ila utanielewa ukistaafu. Sawa? Watu wengi wanasago kwenye maisha yao, muda ukifika, ukiisha, watu wengi wanaanza kusago. Ningejua ningefanya hivi. Ndio maana wengi wao huwa akistaafu ndo anataka awe mfugaji wa kuku, hapa anataka anunue gari la biashara kutokana na ile pensheni aliyolipwa, hapa anataka ajenge nyumba, kana kwamba anaona yuko nje ya muda, ila mwisho wa siku anaishia wapi? Anaishia kwenye magonjwa ya sukari, pressure na kadhalika. Najua una mfano wao watu huwa wanaishi kazini, wanaenda kupumzika nyumbani. Ila anakuambiaje kwenye hii chapter? Anakuambia hivi, wewe kama ni tajiri, kama ni nani? Ni tajiri, angalia mambo ya kufanya. Kwanza inabidi ubuy stocks. Stocks unamfikiri mnajua, bonds, hisa, sawa? Inabidi utafute kitu chochote ambacho utakifanya kitagenerate pesa, sawa? Kama nini? Kama kuchukua real estate, sawa? Kukodisha majengo na kadhalika, sawa? Ila chochote ambacho utakifanya kikakuingizia pesa hata kama wewe haupo, hiyo ni nini? Ni asset. Asset ni kile kitu kinachoingiza pesa, akitoi pesa mfukoni mwako. Liability ni kile kinachotoa mfukoni kwako kwenda sehemu nyingine. Ndio maana watu wengi kwa sababu ya life status, sawa, wanateseka. Anafanya kazi nzuri ila anatesekea hapa, sawa? Kwenye start minding your own business, inabidi wewe ujue kabisa bana, hiki ninachokifanya kitaniingizia pesa, hakitoingiza pesa kwa mtu mwingine. Watu wengi wanaishi na financial struggling. Kwa sababu gani? Wananunua vitu wanavyovifikiri ni asset, kumbe ni liability. Ananunua vitu anafikiri hii nimenunua ni asset, kumbe ni liability. Haya, angalia mfano, mtu ananunua gari kali, sawa, ila hilo gari alimuingizii pesa, alikodiwi, alifanya chochote. Hilo gari ni kwamba hivi ya aliendeshe, ila inabidi lipate service, likigongwa inabidi alilipie insurance kali, inabidi alilinde kwa muda wake wote. Kama alikienda sehemu amlinde mtu alimwangalizie gari. Hilo gari siku zote linaondoa pesa, anachokiingiza kutokana na hilo gari. Mfano, mtu mwingine ananunua simu kali, ila ukimwambia hii simu umenunua shilingi ngapi, anakuambia 3.5 milioni. Haya, hii 3.5 milioni, labda iPhone 17, inakuingizia hela? Hapana. Kuna chochote unachokifanya hii simu ikaingiza hela? Hakuna. Hilo ni tatizo, sawa? Ila mtu mwingine ananunua mavazi makali. Kweli umaridadi ni vizuri, ila haya mavazi makali ukiyavaa, unapoenda mtu akikuona unalipwa? Hapana. Inakuwaje? Nataka nionekane vizuri kwenye social media. Haya, social media hiyo unalipwa? Hapana. Hilo ni nini? Hilo ni tatizo. Ila watu wengine wanaenda kujenga nyumba. Unakuta huyu mtu anasema nataka nijenge nyumba kubwa, ila hiyo nyumba haimuingizii chochote. Nyumba kweli ni nzuri, kubwa, ila haimuingizii chochote zaidi ya expenses za bili ya maji na umeme. Na hiyo nyumba unakuta ana familia, ila huyo mtu anaishi kwenye nyumba kubwa nzuri. Hilo ni nini? Ni tatizo. Ila utapokuja kwenye biashara yetu, utagundua ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya ikakuingizia pesa, hata kama wewe umefanyeje, umelala, hata kama wewe umesafiri, hata kama wewe umeingia msibani, hela itaingia. Na hii ndo tunaita biashara ya karne ya 21 na kuendelea. Kama ni wewe unanisikiliza leo, hii kitabu cha Rich Dad Poor Dad ni kitabu kizuri sana. Ila hii kitabu ndo kimenipa maarifa ambayo ya biashara ninayoifanya, na najua niko sehemu sahihi kwa sababu ninaona tofauti ya kipindi kile nimeajiriwa na sasa hivi nikiwa nafanya biashara. Na unahitaji kujua hiyo ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya kwa mtaji mdogo, kuanzia 200,000. Hapa sizungumzii milioni 20. Sizungumzii milioni 10. Sizungumzii 30, nazungumzia 200,000. Nitafute, nitumie ujumbe hapa WhatsApp. Nitumie ujumbe hapa WhatsApp, niambie nahitaji kujua juu ya nini, ya biashara, nami nitakufundisha biashara hiyo. Tuendelee. Leo tumeimaliza chapter 3, kesho kutwa tutaendelea na chapter
4. Stay tuned.